kumtukuza Yesu kwa hilo, naomba unisaidie kumtukuza Bwana wetu Yesu Kristo. Na nimshukuru Mungu sana pia kwa ajili ya mwaliko ambao nimeupata kutoka kwa mkurugenzi wenu au kamati ya jimbo ya section hii, kamati ya section ya WWK section ya Tabata. Ninashukuru sana. Najua kwamba mna walimu wengi wazuri na mna haki kuwaalika. Hata mngeita askofu kutoka jimbo jingine bado ilikuwa ni halali, lakini iliwapendeza pamoja na Roho Mtakatifu nialike siku ya leo. Na kama baba mwangalizi alivyosema kinabii, ni kweli Saidi kwa natakiwa niwe Kigamboni, na ninapoongea hapa sasa hivi na wageni wawili, mmoja ametoka Dodoma na mwingine ni mwenyeji wa hapa. Kulikuwa na kazi maalum tunatakiwa kufanya pale Kigamboni, lakini nimeongea nao vizuri, nikaomba kibali kwamba kuwepo kwenye kongamano hili ni kwa muhimu zaidi. Ninaomba tuahirishe hilo zoezi na baadaye tutatafutia nafasi. Kwa hiyo namshukuru Mungu kunipa kibali, wamekubalia kwa moyo mweupe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini pia nikushukuru sana baba mwangalizi na kamati yako kwa maongozi mazuri ya kuhakikisha kwamba kila mara kunakuwa na uhai katika section ya Tabata. Na mimi kama kuna kitu namshukuru Mungu ni kuwa mshirika, kuwa mchungaji Tabata kwenye section yangu hii. Maanake hata nisingekuwa mwangalizi, nisiwe askofu, lakini mimi ni mshirika mwenzenu. Simjitikia amina jamani. Huu askofu unakuja tu kama kisudisudi, waga unakuja na kuondoka. Na ndio maana sipendi wakati wote kuingiza kwenye moyo, kwa sababu uongozi kukaa kwenye moyo, siku ukiondoka uongozi na moyo wako unaharibika. Uongozi yani ngazi yote. Na hapa ninawaombeni na ninyi ambao bado hamjachaguliwa kuwa viongozi, kesho na kesho kutwa Mungu atawapeni kwa wakurugenzi wa majimbo, wa section, katika mambo ambayo lazima uyashinde kabisa is the ability to live without any position. Uwezo wa kuishi bila nafasi yoyote na bado unampenda Mungu. Alafu na unashirikiana vizuri na waliokuwa kwenye uongozi. Alafu na wapenda. Halo, ni rahisi kuitikia amina kama mnavyoniitikia. Lakini kikupata unaanza kutafuta sababu, ni kwa nini hawakunichagua? Kwa ina maana mimi ni mdhaifu, sawa. Sasa tutaona. Alafu naanza kuombea kwa mbali. Huombi kwamba baba wafeli, lakini kwa nje unasema baba wabariki viongozi wetu, wabariki, lakini kimoyo unasema watakwama tu mahali, ngoja wakigota. Na wakigota unataka useme baba shikilia hapo. Hapana, sio roho ya Mungu. Tulikuja bila vyeo, tutarudi bila vyeo. Nafasi hizi tunazopata ni fursa za muda tu. Ni fursa za muda, na Mungu ndiye anayetoa. Anasema tu kwa wakati huu nataka utumike mpaka hapa. Uko tayari nikwambie? Mungu anaweza karuhusu uondoke kwa kifo. Nitikie amina. Ndio. Si viongozi wanafariki. Hata kama ungetaka kuendelea. Baba yangu mzazi kwenye kamati kuu tangu Tanzania Assembly of God imeanza, ndio kiongozi wa kwanza mpaka leo hajatokea. Ndio kiongozi wa kwanza kufa akiwa kwenye uongozi wa juu, akiwa makamu askofu mkuu wa kanisa la Tanzania Assembly of God. Amefariki, amehubiri kama hizo Jumapili, anarudi kufika maeneo ya Songwe, kakutana na ajali. Mwenzake mkuu wa chuo cha Mbeya anaitwa Mwakyusa, akaondoka pale naye akaja baada ya siku 3. Siku nafika kutoka Iringa kumuona, tunaongea ule usiku, nikawa mtu wa mwisho kumuona. Saa 4 usiku akaondoka na akasema nimemaliza. Mwanangu, I've done. Nikapumzike bwana, nimechoka sasa. Inatosha. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anaweza kukuondoa kwa njia hata kukuita mbinguni, kwa njia yote ile. Njia it doesn't matter. Njia unayoondokea haimati, lakini hali unayoondoka nayo ndio inayojalisha. Na mimi nawaombeni wanawake wote muondoke katika hali nzuri na takatifu. Lakini hakuna premature death, na zikataa kwa jina la Yesu. Nobody shall die prematurely. Hakuna atakayekufa mapema kabla ya wakati wa Mungu.
Ninailani roho ya kuondoka mapema katika jina la Yesu, isiwe na nafasi kwako. Naongea na mtu, hata kama unasikia roho ya mauti, haitakuwa na nafasi kwako. Ninakuombea neema ya kutimiza shauri la Bwana lote, yaani mpaka uwe empty, umalize kila kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yako, kimalizike, ukiishe, na hata utapata ushuhuda ndani kwamba nao hata nikiondoka nina amani. Pokea hiyo neema ya Bwana katika jina la Yesu. Lakini Mungu pia anaweza kaamua uondoke kwa njia ya kura. Hapa ndio kwenye matatizo. Hapa ndio kwenye matatizo. Mungu anaamua uondoke kwa njia ya kura. Wanapiga kura, hazitoshi. Hata wakirudia hazitoshi. Unarudia mara ya tatu, hazitoshi. Alafu naanza kuangalia watu, nani hajanipigia, nani katika wananichekea, kumbe hawajanipigia. Ni mbinguni. Mbingu ikiamua usipite, haupiti. Hata mpite mara 40. Halo. Jifunze kwamba kama muda umepita na kura hazitatosha. Ninakuombea uwe na amani ya Yesu katika matokeo yote. Nimesikia kusema haya. Lakini kwambie pia Mungu anaweza kutumia sio kura tu, anaweza kutumia uteuzi wa baba askofu wa jimbo. Hatupigani kura. Mimi ninapoteua wakurugenzi wa jimbo, huwa naangalia tu Roho Mtakatifu ananiongoza. Yule akasema ingia. Nikisema ingia yule, itabidi mchomoe huyo. Taambia Mama Seleka, naomba sasa wewe tupishe kidogo. Uwe na amani kabisa. Kama hana roho ya Mungu anakunja sio tokea siku hiyo. Mimi sijamuelewa askofu, yaani kaja kabisa, nikafikia ameniletea jema, kumbe tu ni mtumishi wa ibilisi. Sio mtumishi wa ibilisi. Kwani wewe ukiwa kwenye cheo ndio maana yake umekuwa mtumishi wa Mungu? Mungu ni Mungu wa majira. Ruhusu mapenzi ya Mungu. Kuna wakati Mungu huwatumia viongozi wetu kuona kibali kwamba sasa zamu ya huyu imekwisha, ni zamu ya huyu. Sasa ni zamu ya huyu. Ni zamu ya huyu. Ni zamu ya huyu. Tunapokezana vijiti. Mimi nitashangaa kama mkimbia na vijiti anafika mahali anakataa kukabidhi. Anakataa kukabidhi. Wakimlazimisha kukabidhi, anaanza kununa na kulia. Tunaongoza kwa sehemu na kwa vipindi. Ananielewa, ipokee hiyo neema. Huenda ninamwandaa mtu fulani yuko humu ndani. Mungu atakupa majukumu. Lakini Mungu huwa anasema mwisho mwanzoni. Huwa anasema mwisho mwanzoni. That is divine principle. Ni kanuni ya Mungu. Ananena mwishoni, ananena mwanzoni, mambo ya mwishoni. Huenda mko hapa wakina mama, Mungu anawawazieni mema. Mtaongoza katika nyanja mbalimbali. Lakini anataka mjiandae mapema, kama ambavyo sasa hamjaingia. Mtakapoingia mjue kuna wengine wametoka, na nyinyi itakapokuja zamu yenu ya kutoka, mkawe na amani na kuwabariki wote katika jina la Yesu. Simitikia amina kubwa kama umeelewa. Kwa mimi nakushukuru sana baba mwangalizi kwa namna ambavyo umekuwa baraka sana na umesimamia section hii. Mimi sijuti kuwa mchungaji katika section hii. Hallelujah. Glory to God. Jioni ya mchana wa leo nikushukuru sana pia kipekee kwa somo ambalo umelifundisha, na mimi nafikiri naweka tofali la pili. Nimedakia huko dakika za mwisho zile. Nimekuta kwamba ni masomo yanayounganika. Nilimuuliza mkurugenzi jana, what is your theme? What is your theme? Kila mara ninapoitwa mimi wanaambiwa theme yetu, kiini chetu ni. Akasema no, vile utakavyoongozwa. Akasema I see, hii ni sehemu ya 3 leo. Nimeenda Mbeya kwenye kongamano la taifa la maombi Tanzania, ile umoja wa maombi Tanzania, wakaniita, nikamwambia amenialika, ni mkutano wa watu wa madhehebu mbalimbali, na niwaambie tunawapa dokezo. Mungu ana watu wengi. Yesu sio Assemblies. Hata usiponiitikia amina, hii nakupa live. Kile kiburi cha dhehebu lazima kiondoke. Lazima ifike mahali tuji-identify na mwili mpana wa Kristo. Niliingia pale, nimejiandaa, nikakutana sasa na mapadri na maaskofu wa Katoliki. Kama Mungu aishivyo, mapadri na misalaba yao hapa.
Hii ndio Tanzania prayer team. Si. Nikakuta Waanglikana wako na makofia makubwa. Nikakutana na mababa askofu wengi wa KKT, mpaka leo ni rafiki zangu. Na sasa mara moja tunakutana Dodoma kina. Hata hivi tumetoka miezi miwili, nilikuwa na mke wangu tulikuwa kwenye siku 2 za maombi. Mimi ninapotazama ulimwengu sitazami kama nilivyokuwa naona zamani. Ninautambua upana wa mwili wa Kristo. Mkijenga kiburi, mtabaki nyuma na majina ya kuwa hai, lakini waliokuwa nyuma wanaweza kutangulia sekondari. Kwa lazima tukaze buti sana. Nilipofika pale nilishangaa. Nikasema sasa nitaona time ya maombi. Time ya maombi. Maana ukishaona watu majengo magauni marefu, makanzu marefu, msalaba na nini, unaona kwamba hawa ni watu wa mwilini. Sisi wa kiroho, haleluya, tunafunga tai, haleluya, na tunajiona tuko. Tulipoingia mpendo kuanza kuomba, walianza kushakalaishi, walianza kupeleka gia. Nikasema hivi naona au niko ndotoni? Mungu anapomwaga uamsho anamwaga kwa wote wenye nia. Kila aliye tayari ataupokea. Sasa nasema ya kwa nini? Sisi tuliotangulia kuijua nuru ni lazima tupandishe viwango. Tusipopandisha viwango tutakuwa overtaken. Niseme la mwisho katika eneo hili. Nani alitarajia kwa maaskofu kama wa Katoliki, wa diocese, wa jimbo kama hivi kuandaa mkutano wa hadhara? Mkutano unaitwa Roho Mtakatifu. Mimi nimeenda na mke wangu nikajificha kwa mbali ili wasinitambue kama Nicodemus. Nikaingia nikakaa pale kwenye mkutano wao. Mpendwa, walipiga injili ya toba ya utakatifu, wakaita watu kata shauri. Walipoanza kukemea pepo walitoka kama nini. Sasa nikawa najiuliza nifanyeje? Na ili nilishia hapa ndio maana nimesikia nikwambia hivi. Akaja askofu, nipate kiongozi, naomba unibatize. Nasema yeye ndio alikuwa anaitafuta. Kwa mikono hii Mungu amenipa neema, nimeubatiza. Maana nilikuwa najiuliza, na Mungu alitaka tu nijue kwamba baada ya kujazwa Roho Mtakatifu na wao wanatambua. Na mmoja akasema unajua askofu, sisi sio rahisi kubadilisha hii dini yetu, imeshakuwa na mizizi sana. Huwezi kubadilisha hilo fundisho sasa hivi. Wacha tunamwagia hivi, lakini tunapokoka na kujazwa Roho tunajua wapi pa kwenda kubatizwa na tunasema twende basi. Sasa wewe ukikaa nyuma kwenye koti, hakuna waendi hawajabatizwa. Subutu, utachelewa wewe, utakuta umetangulia. Hebu tuamke na kukaza viwango zaidi. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Sasa ninaomba nishare kidogo. Leo ninaweka msingi. Kuna session 2, ni sawa? Leo na kesho, kama nimesoma vizuri. Kesho nitamalizia, lakini leo niruhusu kwa saa moja hii niweke msingi. Mwambie jirani yako, mtumishi anaweka msingi katika Yohana. Alafu nitakutajia somo, nitakupa kichwa, alafu tutaendelea mbele. Kama unapenda kuandika, andika sura ya 16 ya Yohana, Injili ya Yohana sura ya 16. Injili ya Yohana sura ya 16 mstari wa 31, 32 hadi 33. Soma mistari hiyo tu miwili, 32 hadi 33. Na pia nawaleteni salamu za mke wangu. Hakika nalitangaza jana, washirika wote waliokuwa hapa wanafahamu, ilikuwa tuwe naye. Lakini kuna jambo la dharura limetokea, limezuia kwamba siweze kufika leo. Lakini naamini Mungu akimsaidia uzima na kibali, kesho jioni tutakuwa pamoja naye. Jina la Bwana libarikiwe sana. Asante sana.
Lakini pia nimekuja na salamu ndogo, naomba hiyo bagi yangu. Nilipoona nakuja huko kwenye kambi, sasa nikasema hii kambi ya siku 2 au viongozi watakunywaje maji? Nikasema basi ninaomba mkurugenzi nikupatie bahasha ndogo tu. Hii ni 300,000 kutoka ofisi ya jimbo. Ndio saidieni. Ninunulie hata chupa za maji, hata chupa ya maji tu. Ili wajumbe wote wanaokuja angalau wanywe maji basi. Hata kama chakula hakuna, lakini ofisi iwezeshe angalau wanywe maji ama kreti ngapi sijui za soda mtakavyoona. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tuko pamoja na nizipokee salamu za jimbo kama hivyo. Nasoma sasa katika jina la Yesu. Yohana 16 mstari wa 32 na 33. Tazama, saa inakuja, naam imekwisha kuja, ambapo mtatawanyika kila mmoja kwao na kuniacha peke yangu. Lakini mimi siko peke yangu, kwa kuwa Baba yupo pamoja nami. Hayo nimewaambia mpate kuwa na amani ndani yenu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Baba, tunakushukuru tena kwa ajili ya usomaji wa maneno haya, na asante kwa baraka ya tunayokwenda kuipata ya kusikiliza maneno haya, na nakushukuru kwa ajili ya neema ya tatu ambayo utaiachilia ya kusimama na kuyatendea kazi maneno haya. Asante kwa ajili ya uongozi wote wa WWK, kamati ya section hii ya Tabata, na kila mwanamke na dada ambaye amefika mahali hapa. Asante kwa dhabihu ya muda ambayo umeiachilia. Baba, nakushukuru kwamba haitarudi bure, inarudi na jambo lako takatifu. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kama unapenda kuandika kichwa, ninazungumza katika theme. Kichwa nitakupa, lakini theme au kiini ninachotaka kuzungumzia ni kuimarika katikati ya mapito magumu. Kuimarika katikati ya mapito magumu. Kuimarika katikati ya mapito magumu. Lakini katika huu utangulizi, topic ninayoitaja leo katika utangulizi ni, kama unaandika sa kichwa, hicho ni kiini. Kiini maana yake kila kitu tunachokiongea kinakwenda pale na kichwa kinakwenda pale. Lakini kichwa cha mchana huu kwa dakika hizi chache ambazo ziko mbele yangu, nataka kinasema jifunze jinsi ya kusimama peke yako. Jifunze kusimama peke yako. Learn to stand alone. Jifunze jinsi ya kusimama peke yako au kusimama peke yako. Na mimi nakushukuru mtumishi wa Mungu, baba mwangalizi. Wakati mwingine nitarifaa sehemu ya mafundisho ambayo umenifundisha, kwa sababu yanaungana sana na somo nilonalo mchana wa leo. Ninaanza kwa kusema haya maneno aliyasema Bwana Yesu mwenyewe. Akasema, tazama, saa inakuja, naam imekwisha kuja, ambayo mtatawanyika kila mmoja kwao na kuniacha peke yangu. Lakini mimi siko peke yangu, ingawa mmeniacha peke yangu, kwa kuwa Baba yuko pamoja nami. Hayo nimewaambia mpate kuwa na amani ndani yangu.
Kuna kipindi ambacho tunahitaji kuwa na amani ndani ya Kristo tu, maana mambo hayajakaa tulivyoyatarajia. Na najua kuna mambo ya mtu yanakwenda kuimarika katika jina la Yesu leo. Anasema ulimwenguni mnayo dhiki, tuko duniani, lakini dawa yake, nguvu yake ni kujipa moyo. Kwa nini? Mimi niliyowatangulia tayari nimeonyesha njia, nimeushinda ulimwengu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Niruhusu niataje mambo tu machache katika kuweka msingi wa kujifunza kusimama peke yake. Ninajua yako masomo mengi yanatuhimiza tusimame pamoja, tunakwenda pamoja, kwa umoja na kwa pamoja tutatenda makuu. Is all right 100%. Na huko ndiko tuliko, lakini kwanza kabla ya kusimama pamoja, kabla ya kuvuta pamoja, kabla ya kutenda kwa umoja na kwa pamoja, kwanza kabisa jifunze kusimama imara peke yako. Kuna mambo niruhusu niyataje kwa haraka. Katika aya hii tuliyoisoma, Yesu anasema saa inakuja. Ni saa gani ambayo Bwana anasema? Jambo la kwanza nianze kusema majaribu. Kama unapenda kuandika, unaweza kuandika majaribu hayaepukiki. Majaribu, watu wa Mungu, hayafanyi nini? Hayaepukiki. Kabla ya Roho Mtakatifu, Yesu alisema ombeni msiingie majaribuni. Lakini baada ya Roho Mtakatifu, hayo maombi hayajashika tena kwamba tusiingie majaribuni. Mungu anakupa nguvu ya kushinda majaribu. Na Mtume Paulo anaweka wazi zaidi, jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lilo kawaida ya wanadamu. Na anasema lakini Mungu ni mwaminifu, pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea. Manake nini? Jaribu haliepukiki. Watu wa Mungu, nianze kusema na nyie kina mama, ndio wepesi sana kukimbia huku na huku. Jaribu sio laana. Are we together? Kukutana majaribu sio laana. In actual fact, kukutana jaribu, maandiko anasema katika Yakobo 1 ukisoma mstari wa 2 na 3, anazungumza vizuri, anasema hesabuni ya kuwa ni huzuni tupu. Ni huzuni tupu kina mama mkiangukia katika majaribu mbalimbali. No! Anasema hesabuni ya kuwa ni furaha tupu. Ni furaha tupu. Ni furaha tele mkiangukia katika majaribu mbalimbali. Tena anasema majaribu mbalimbali, kwa maana kazi ya ile majaribu sio mbaya, ni kuwatengeneza, ni kukushepwe. Mama, ulikuwa huombi, majaribu yakija unajifunza kuomba. Ulikuwa mgumu kutoa, ukikumbuka wakati wa majaribu, kuna wamama wengine walikuja wakatoa wakakubariki, unasema na mimi kwenye harusi walinichangia, nisipokwenda itakuwa ni mbaya. Kumbe Mungu anaruhusu majaribu yatushei, yatutengeneze. Kwa majaribu sio jambo baya, hapana. Na mimi kama leo nataka nikuombee, sikuombei usiingie majaribuni, ila ninakuombea Mungu akupe nguvu ya kushinda majaribu. Akupe nguvu, msuli wa imani yako juu ya majaribu. Yaani uwe wenye nguvu, usiogope. Kilicho ndani yako ni kikubwa kuliko kile cha hapa duniani. Nataka nikwambie, ndani yako kama ungeweza kujitambua, umeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Yaani Mungu amekutengeneza kwa namna ambayo chochote ukikutana nacho, ukisimama na Bwana, unakipangua katika jina la Yesu, na kitapanguka. Kwa majaribu ni ya kawaida. Na ndio maana Yesu anaanza kusema saa inakuja. Ile haiepukiki. Saa inakuja. Napenda ya maneno. Saa inakuja, anaizungumza saa ya majaribu. Lakini kitu cha pili nataka ukiangalia kwa makini, anasema saa ya majaribu ikija, anatamka kitu cha pili. Nataja vitu 6 kwa haraka, na nitakuwa nimekomea hapo kuweka msingi, kwa sababu tumechelewa kidogo kuanza kwa muda niliopewa, na mimi nataka niheshimu muda. Anasema kitu cha pili ambacho nataka ukielewe juu ya kujifunza kusimama peke yake ni kwamba saa ya majaribu, baadhi ya watu watakukimbia.
watu hutawanyika. Saa ya majaribu haileti watu wengi kwako. Saa yako ya majaribu, we acha hapa tunaimba, tumevaa na sare, yaani mpaka nasema hii familia moja, haleluya. Nilitaka wamechelewa kuniletea shati langu, liko hapo kwenye gari, lipo kwenye gari. Naomba basi niletee ile shati, wajue tu kwamba mimi ni mwanachama mwenzenu. Maana nikisema hivi wengine mtasema naye askofu anataka kutufariji. Ninalo, yaani niliwaambia kwamba ikifika tu time mniite, naweza nikasweti sana ninapotaka kusimama tu na kwenda kuvaa. Kesho nitalitinga sawa sawa bila shaka. Na nyinyi wenye sare kesho tuonyeshe na sisi tuna umoja. Mbona wengine waitikia nina? Kesho amvai kwenye ratiba. Kwa hiyo ningekuwa peke yangu, afadhali dadangu umeniokoa. Nilipoona mwangalizi hajavaa nikasema kumbe bwana nimepona. Sawa sawa jamani. Siri hapa shati langu. Yaani mimi ni mtii, kama ni utii wa roda ninao. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini let me tell you something. Kuna wakati hapa tumekaa kwa pamoja, lakini nataka nikuweke katika mazingira haya na ufahamu huu mapema. Ikifika wakati wako wa kujaribiwa, hii saa ambayo Yesu ameisema, nataka nikwambie, ikifika kama hili jaribu, sio la wewe kujiingiza kwa tamaa zako, halijatokana na watu wengine kukusukumiza tu, limetokana na mbingu. Mbingu imelipigia hesabu, imesema jaribu hili ni saizi ya huyu mama, ni saizi ya huyu mama, ni saizi ya huyu mama. Yaani jaribu tu likija saizi yako, yaani lile haliwahusu wengine kimsingi. Halo, watakusaidia tu, watakusindikiza. Watakusaidia. Jaribu kwa mfano ninapokuwa la mtumishi ukatibu wenu wa section, naweza nikamtia moyo, bwana tuko pamoja, wewe tuko pamoja, twende kufa na kuzikana. Haleluya. Kufa wewe twende tu, wewe twende tu, twende tu. Ukigeuka nyuma utajikuta huko pekee. Sasa ninyi wengi ndio mnapokosea hapa. Mimi nilichangia harusi ile, nilichangia ya yule, mimi hajanichangia tena yule. Sisi tulienda kumwona alipofiwa, mimi mwenyewe nikajitoa, tukapika nini. Mimi nimefiwa na mme wangu, nimefiwa na watoto wangu, nimefiwa na wazazi wangu. Msiba wa shangazi yangu kabisa umetokea nyumbani, lakini mama yuko nyumba ya 4 tu, hajafika. Kwa kweli Mungu tutaona tu. Bwana nikwambie, hawafanyagi makusudi. Mungu akitaka kuinulia watu atakuinulia watu wote. Lakini kuna wakati Mungu anataka mawazo yako na tumaini lako lisijengwe kwa watu, lijengwe kwa Mungu aliye hai. Na niwaambieni kitu cha ajabu sana. Shule ya Mungu haiko kama sisi tunavyofikiri. Shule ya Mungu huwa iko tafu, alafu huwa inakulenga wewe mwenyewe. Hata ujichanganye kwa watu, mpe zawadi huyu, uende kwenye misiba 6-7, changia harusi 6-7. Na nataka nikwambie, saa ya jaribu lako itakapofika, mradi imeamuriwa kama Yesu aliposema kwamba saa inakuja, watu huwa wanakuacha wewe na shule yako, kwa sababu na wao wana shule zao za kiroho. Mbona umetikia nina? Acha kusema watu, yaani kanisa hili halina upendo, mimi nimefiwa, hawajaja na hamia. Mtahama mpaka mmalize makanisa yote. Jifunze kutulia wakati wa majaribu yako. Nasema na mtu, jifunze kutulia wakati wa majaribu yako. Watu wanaweza kukuahidi mambo mengi mazuri, na niwaambie, hawakuahidi kwa uongo, wanakuahidi kwa nia njema. Kaka yangu mimi, baba mmoja mama mmoja, mnamfahamu, alikuwa ni makamu askofu wa kanisa hili pale Temeke. Ilipofika harusi yangu mwaka 90, tarehe 10 mwezi wa 11, akasema, ndogo we mama, na alikuwa mtu mkubwa, anafanya kazi, ni
ni senior internal auditor wa shirika la nyumba. Manaita anatengeneza mimi. Akasema acha kumsumbua mzee. Mambo ya kusema sio harusi itatoka ya nini? Mimi na uwezo na kakaangu anajua kuongea confidently. Yaani wewe hata kama ulivunjika moyo unakwenda juu mpaka kwenye mawingu. Wengine mnamfahamu. Akasema achana na imam. Usisumbue watu hapa. Kila kitu kitakaa vizuri. Nikasubiri bwana. Siku nimeenda sasa, nimepata mchumba huyu mdada Yusta. Nimefika Dar es Salaam, kaka, sasa unajua, unajua harusi yangu ndio imefika. Sasa bana, mambo magumu sana sasa hivi. Dogo. Yaani mambo magumu kabisa. Kaka, sasa nataka suti kama dogo. Wewe unaelewa? No, si unaona na watoto hapa wote anasomesha, fanya nini? Akapiga pale sababu kweli anayosema yote ni ya kweli. Nikaondoka. Nikasema sasa harusi yangu naisogeza wakati nafanya allowance. Na wakati nasoma pa Datech kulikuwa na allowance tunapata fedha nyingi tu hapo BAT sasa hivi Dar es Salaam Technical. Nilipotoka Arusha baada ya miaka kadhaa nilikuja kusoma pa Datech. Kwa hiyo nikasema okay, sasa ninakuja ningoje hicho kichele. Tukapata allowance. Nikasema nimeshamaliza mambo ya kaka sasa, ingawa hela zake amezibania, sio amefanya nini, ametoa udhuru. Haina shida. Mimi nikaweka hela zangu mfukoni. Tulikuwa na mwanafunzi mmoja anatoka nahitaji pale Songea Katoliki ile. Unahitaji Peramio. Anatoka pale. Wanafunzi wengi tuliomaliza tulikuwa na chuo pale, tukampa hela na kila temu ameokoka, anampenda Yesu, mwenyiti mwenye hofu ya Mungu nyingi sana. Kampa pale, nikamwambia bwana harusi yangu ni tarehe fulani. Akasema hii inaenda haraka sana. Siku chache tu itakuwa imekamilika. Nikampa hela za suti 2. Nimetoka Dar es Salaam sasa. Mchumba wangu ameshatangulia kwenda Mbeya na ndugu zake, na mimi nikafika Mbeya. Sasa nasubiria siku ya harusi. Akaniambia unaomba unisamehe. Na ngoja siku ya harusi sasa imeshafika. Sasa wiki hiyo namwambia naomba uniletee ile suti. Akasema suti nakuja moja nimekuja, ila unisamehe. Hii ya pili itachelewa kuja. Kaambia ina shida. Maana hela zote nimelipia. Peramio. Kusha. Suti kuja kama Mungu aishivyo. Ilikuja fupi iko hapa. Sio hapa, kiko hapa. Yaani ni suti koti ile kiko hapa, kiko juu. Hii kiko hapa juu. Nikasema Mungu wangu. Na kivaa hivi kiko hapa juu kinaishia. Nikasema walinipima mtu gani? Na vipimo nilipima. Yesu nifanye hivi. Nimeokoka na mpenda Yesu. Nikaamua kwenda kuazima. Maana mimi nikwambie nilikuwa na wacheka unaazima miazimisho ya nini? Wewe hujapitishwa kwenye shule ya Mungu. Mungu alitaka nijifunze kwamba sio hela inayonifanya nifanikiwe. Ni uwepo wa Mungu ndio unakufanya ufanikiwe. Unaweza kuwa na hela na usifanikiwe. Heshimu sana uwepo wa Mungu kwanza. Sio watu, sio ahadi za watu. Nikaanza sasa. Harusi ni kesho, ni Ijumaa. Akatokeza mchungaji sasa hivi wengine mnamfahamu, ni mweupe sana, anaitwa Edward Mwaliego. Yuko hapa Kigamboni. Wewe unamfahamu? Baba mmoja, kifua chake kikubwa. Mimi kamwiti. Sasa hivi Mungu amenipa mwili mkubwa namna mpaka naamua kuupunguza sasa hivi. Ninahitaji hapa kupunguza karibu kilo 5. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini ana mwili mkubwa hivi. Akasema, "Dogo, nimeshindwa 500 ya kwenda kuokoa suti yangu. Imeshikwa dry cleaner, ina mwezi mzima. Na ilikuwa ni shilingi 500 ya mwaka 90. Ndio kupeleka suti dry cleaner." Nikasema fadhali, nikaenda nikaichukua. Mpendwa, nilivyoileta ile suti, mabega yake yameishia huko. Rangi ni mbaya ambayo mimi sipendi. Mimi mweusi na ile suti nyeusi. Lakini nitafanyaje? Harusi ni kesho. Nikaivaa, sipendi nivaa, yani suruali nimevaa, yani haina madida, lakini kwa sababu kiuno ni kikubwa, imebidi atokeze madida, utafikiri sketi nimevaa. Sijasahau ile harusi mpaka leo. Unajua ni kwa nini? Mungu alitaka kuondoa kiburi ndani yangu, kwamba mtu haishi kwa sababu ya cheo au fedha alizonazo. Mwangalie Bwana tu. Ukimwangalia Bwana, hata kama hauna kitu, utamaliza na vitu vyote katika jina la Yesu aliye hai. Nimevaa
Huyu askofu unayemwona hapa mbele amevaa suti nyeusi kubwa inayozidi mabega yake nini, mpaka suruali kiunoni nimeikaza kiufundi, unafutafuta yale na nini na kadhalika. Sasa jambo la kushangaza, suti ya pili kama Mungu aishivyo mpaka leo haijafika kutoka Peramiho. Halo. Na nina miaka 36 kwenye ndoto tangu 90. Na miaka 36 kwenye ndoto. Yule mtu amepotea. Nikikutana naye, mtumishi wa Mungu vipi? Nasema, yani watu mafundi wa Peramiho si waelewi. Kila nikiwaambia wanasema tutafanya. Tumepigana chenga miaka ya nyuma hapo, nikasema hili ni jaribu. Mungu alikuwa ananifundisha kitu. Sasa nataka nikwambie, saa yako ya majaribu ikija, usilaumu watu mama. Wapende hivyo hivyo. Hata kama hawakupi support ambayo wewe uliwapa, uliomba nao, ulilia nao, ulikesha nao, ulijidhabihu kwa ajili yao, na ukasema jamani mimi na ninyi tuko pamoja. Nataka nikwambie, hukuwa unawatolea watu, ulikuwa unamtolea Mungu. Subiri majira, Mungu atakuinulia watu wengine kabisa katika jina la Yesu. Leo ninavaa masuti mengi mpaka sina muda wa kuvaa, lakini hasijatoka kwa waliotarajia. Mungu ameamsha watu wengine tu. Lakini kipindi cha majaribu kikija, nataka nikwambie, jifunze kusimama imara. Naongea na mtu hapa. Usiharibu kiroho chako kwa vile uliyotarajia hayajatokea. Kama Mungu ameruhusu usiyapate uliyotarajia, macho yako yawe kwa Bwana, Mwangalie Yesu, usikate tamaa. Wanadamu wanaweza kaahidi kwa nia njema, lakini ukifika wakati majira yakakataa, bado usiwachukie, watembelee, waombee, wapende. Bwana atafanya njia pasipokuwa na njia kwa majira yake. Usitengeneze ugomvi. Moja ya vitu ambavyo kwa kina mama tunapata shida sana, sio kidogo, shida sana. Kwa mama mko wepesi vizuri kuketi wimbi la uwepo wa Roho Mtakatifu. Lakini hivyo kama mlivyo wepesi kuketi wimbi la Roho Mtakatifu, hamkawi kukwazika. Hata msiponijibu amina, mimi si ni mchungaji na kila siku nakaa na kesi nyingi za wanawake. Sio hapa Tanzania tu. Wanawake ni wale. Nimekuwa Asia mara kadhaa. Kila mwaka naenda karibu mara 6 sasa hivi, mara 5 mpaka 6 Kenya. Na makanisa kule makubwa kuliko hata haya ndio nayo hapa. Na kwenda nimevuka mpaka Uganda mwaka jana, sijatangaza tu. Nimevuka mpaka Uganda. Changamoto za wanawake ni zile. Kiroho kinakuwa juu. Halafu kikija tukikwaza. Hata mmoja tena. Hiyo ndio nguo gani sasa uliovaa? Afadhali ya wiki iliyopita. Ameshachukia. Amesema eti sipendezi, afadhali ya wiki iliyopita. Kumbe ni jaribu lako. Wewe umezoea kusifiwa. Mungu anataka hata usiposifiwa, wewe bado sifa yako kwa Mungu isiharibike. Utashangaa mtu alikuwa mama anaongoza hapa vizuri kama waliokuwa hapa wa mama nini, unaweza ukashangaa kati ya hawa mmoja amekaa kule. Anakuja. Sasa ulivyokuwa unajirusha ilikuwa unarudisha maana yake. Askofu amekaa pale, baba mwangalia amekaa pale. Sisi tunakushangaa unaimbisha. Kwa kweli umetutia aibu sana. Unashangaa yule mama anashuka moyo kama hivyo, na kanisa usiende. Nimekuja kuambia hivi, wakung'onge, wakuzomee, songa mbele. Jifunze kusimama peke yako. Na niwaambie, washindi katika kizazi hiki ambacho sasa kina changamoto nyingi ni wale wanaojifunza kusimama imara peke yao kwanza. Yesu anafundisha kitu kigumu sana hapa. Ukisoma hapo haraka aya misali miwili, kuna siri kubwa pale. Anasema wote mtaniacha, kila mmoja atakwenda kwao. Maana yake kuna time ya majaribu ikifika, watu hawakuelewi. Ni mbingu imeruhusu wasikuelewe. Hamjanielewa nyie pale. Ni mbingu imeruhusu msieleweke.
Wewe hujawahi kuona wala huna majivuno, mtu anakuambia, "We, mbona linga sana?" Nalinga namna gani? Hata unapoongea tu midomo yako inaonyesha kiburi tu. Sasa ufanyaje? Unapotembea hivi, yani tembea kwa unyenyekevu. Jamani, nataka watu watembee hivi. Kuna time watu hawatakuelewa, lakini nimekuja kukutia mbingu na ni moyo kwamba hata watu wasipokuelewa dunia, simama na Bwana. Mbingu inakuelewa. Nasema mbingu inakuelewa. Usitake sifa za wanadamu. Hata wanadamu wakikuvunja moyo, songa mbele katika utumishi wa kumtumikia Bwana katika jina la Yesu. Jambo la tatu, ninataja haraka kidogo. Nataja haraka kidogo kwa dakika 10 na ngapi ama 20 zilizobaki hapa. Haleluya. Unanielewa sawa sawa? Unanielewa sawa sawa? Mungu anapoacha uwe mpweke, kuna nguvu kwenye upweke. Halo. Angalia ile siri anayosema. Kama kitu cha tatu. Unaandika haraka point ya tatu. Hizi nazitaja tu kwa haraka. Zina maandiko yake, lakini sitakutajia. Nitakutajia labda moja tu au mawili. Kuna nguvu katika upweke. Kwa nini? Kwenye upweke Baba hujidhihirisha. Ndio maana Yesu alienda mbali mahali pasipokuwa na watu. Maandiko yanasema akaomba huko. Maana yake nini? Ndio maana Yesu anasema, wote mtaniacha, kila mmoja atakwenda kwao, lakini nawaambia mmeniacha peke yangu. Napenda yale maneno. Anasema lakini siko peke yangu, Baba yuko pamoja nami. Nataka nikwambie, unapobaki peke yako kwenye majaribu, unapokuwa huna wa kukusaidia, unapokuwa huna wa kukunyoshea mkono, unapokuwa huna wa kukutegemeza na ahadi zote zimeanguka, hakuna anayeonekana na jali unachokutana nacho, nimekuja kukwambia kwamba hiyo ndio dakika ambayo mbingu iko pamoja na wewe. Hata kama wote wako pamoja na wewe, Yesu yuko pamoja nawe. Ndio maana epukeni akina mama shuhuda za namna ya Jumapili. Nimeona mimi wengine wanakuja wanashuhudia pale. Bwana anakuja bwana, ameleta sadaka yake ya Kiswahili. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kweli nimeugua wiki 3, nimelazwa. Hapa pa Muhimbili. Mwingine anakuambia hapa pa Amana karibu tu hapa. Wiki 3. Alafu anamwangalia mchungaji, lakini mchungaji hakuja wala mama mchungaji. Hata wazee wa kanisa waliokaa hapa mbele hakuja hata mmoja. Hata mashemasi wa mtaa wangu niliwaambia jamani, naumwa, nimelazwa, hakutokeza hata mmoja. Lakini nashukuru Mungu akajinulia watu wake. Wakaja tu makunguru mapagani tu. Watu wa dunia tu makunguru mapagani ndio akaniletea uji, akaniletea. Mungu namshukuru na nini. Sasa unapowasimanga wale, ndio maana Mungu alitaka ujue kwamba mama mchungaji sio Mungu, wala mchungaji sio Mungu, wala wale wazee wa kanisa sio miungu yako, ila Mungu aliye hai anaweza katumia chochote kukutunza na kukuinua. Mshukuru Mungu, usimange watu wewe katika jina la Yesu. Ni njia za Mungu. Niwaambie mimi, hata kama nakufahamu kwa sura na jina, kama dada yangu Happy Lwendo, anajua nampenda kabisa kwa moyo wangu wote, na ni mshirika mzuri, ni kiongozi, alikuwa mama katibu mkuu wa Tanzania Assemblies of God kitaifa, wamemtembelea na mume wake wakiwa bado very active. Nataka nikwambie, kama Mungu anataka kumpa Happy shule, siku hiyo atakayonipigia simu, baba Askofu Kaneto, wewe ni kijana wetu toka siku nyingi, na kuomba naumwa, simu kwanza itazima chaji. Halo. Mungu atahakikisha usiku huo nimeisahau ile simu au sikuichaji. Kwa hiyo unapopiga usiku, mchungaji uko wapi? Sikuelewi. Washirika hapa mnamwita na mwenje, uko wapi? Mashamba uko. Mtaita majina yote mpaka mtachoka. Kama Mungu anataka upitie jambo fulani, hakuna kitakachofanya kazi. Kwa nini? Mungu anataka ugeuze sasa macho yako, umwelekee Mungu alipo. Haleluya. Useme hivi, ni kweli Mungu amenipa watumishi, amenipa marafiki,
amenipa ndugu wa kiroho karibu, lakini wabarikiwe maana hawapatikani. Lakini ashukuriwe Mungu yuko mahali pote, hata hapa nilipo anapatikana. Unaanza kulitia jina la Yesu. Ngoja niwaambieni, Mungu yupo karibu na ninyi kuliko mnavyofahamu. Baba yangu alikuwahi kuishi huko Zambia kidogo na Malawi kwa sababu ya kuchimba madini na kadhalika. Hata pasipoti yake moja ninayo ya zamani sana. Alisema hapo Zambia kuna mama mmoja, yule ni mama wa imani kweli, aliingia chumbani kushika mtoto amekufa. Wa baridi ameshapoa. Akatoka nje. Akasema sasa nifanyeje? Nipige simu kuna huko. Hapana. Akasema tusubiri mume wangu. Akachukua yule mtoto akamlaza. Amemfunika kila kitu. Yaani kuna wanawake wa imani wakati wewe unatetea kahoma tu, itakuwa nimetumiwa mashetani, itakuwa ni mganga. Yaani wewe unaamini nguvu ya waganga kuliko ya Yesu. Na kuombea upone leo katika jina la Yesu. Mama yule akaendelea, akapiga deki nyumba. Mpaka mimi huwa nawaza, mama huyo alikuwa jasiri. Hivi umefiwa na mtoto wako kweli? Unaweza kaendelea kupiga deki? Labda hujui kufiwa wewe. Huaga watu akifiwa kitu cha kwanza wanaanza kusogeza meza. Wengine wanaanguka chini, atabingilika. Mungu kwa, na ndio mnakosea. Mungu uko wapi? Uko wapi? Afadhali ungejua mimi kuliko Ninakwambia kabla hujafiwa usikosee katika lugha yako. Bado Mungu anabaki kuwa Mungu. Humchukua yoyote kwa majina anayotaka yeye, kwa sababu kalenda zetu ziko katika mikono yake. Si unitikia amina basi kama unaelewa. Yule mama kaendelea, akafua nguo pale, akatengeneza. Hakusogeza wala meza wala kijiko. Akaendelea kamaliza. Mume wake sasa anarudi kazini saa 10, anakuja na gari. Alikuwa vizuri tuna nafasi. Anakuja ameteremka. Mke wangu, hello darling, hello honey. Unajua Zambia wanapenda kama ni watishitishi. Hello darling, hello honey. Unaendeleaje? Naendelea vizuri. Bwana asifiwe, amina. Uko salama? Niko salama. Vipi mtoto? Akasema mzuri tu, amepumzika kidogo hapo ndani. Akaingia. Asante, wakaongea kwa bali yani yuko kidete amesimama. Akaingia chumbani, samahani kidogo MC. Baba akachukua mtoto, akabadilisha nguo zake, alafu akatoka na mtoto. Mama yule anamkazia macho. Baba anasemaje? Anasema ni si huyu hapa. Katoka. Mama kaanza akaanza kulia, akabingilika, akasema Mungu mkubwa. Mwanaume anashangaa, nini? Mungu mkubwa baba, Mungu mkubwa. Mungu naponya, Mungu nafufua mpaka leo. Mwanaume mama lilia. Dakika za mwisho yule anakuja kumwambia, nini mke wangu? Anamwambia, baba, anampa story. Mtoto huyu alikufa kapoa kabisa. Nikaona sina taimani ya kuomba. Mimi nikasema namtuliza kwa jina la Yesu abaki tandani. Nilitaka wewe ndio ukimchukua sasa ndio utangaze. Mimi mpaka nguvu zinishia, ila nikasikia imani, nikasema nitaendelea kufanya kazi kama kawaida. Niko hapa kukuambia majaribu mengine yanakuhitaji uchukue hatua ya imani isiyokuwa kawaida. Mama alikuwa peke yake, lakini alitupa fadha yake kwa Yesu. Kuna mahali hata kama umepanga mipango mizuri, mama zangu, hata upange mipango mizuri ya kibiashara, mikakati ya kujikwamua, baba mwangalizi ametuombea, kuna mahali vinaweza vyote vikatikisika, vikapukutika. Lakini nataka nikuambie, macho yako bado yamtazame Bwana. Kwa wakati wake utainuka tena. Kwa wakati wake Mungu atafanya njia pasipokuwa na njia. Kuna kitu Mungu anakufundisha. Kwa nini Mungu ameruhusu?
Anaruhusu kusudi ukikutana na wenye shida, kwa sababu wewe ulipitia shida, utawajenga kwa uzuri zaidi. Maana ile shule ya Mungu ya kimajaribu imekuinua kwenye level nyingine. Anapokuja mtu anayepitia kwenye jaribu kama la kwako, wewe unakuwa ni mwalimu wa vitendo, sio wa maneno. Mjane niwaambieni, hamwatumii, lakini mwanze kuwatumia pia. Mjane anajua kumfariji sana aliyefiwa kuliko nyie ambao mna wanaume zenu. Wewe unasema tu usilie, kwani yeye nini? Si mwanadamu wa kawaida tu, ameenda mbinguni, afuta ule ameokoka. Nyamaza. Hatunyamazishi hivyo. Hata kwenye saikolojia ni jambo baya sana. Hata kwenye Biblia, mchunga baba mwangalizi, nitumie fursa hiyo hiyo. Naomba msikemee watu wanapolia. Kulia ni kuvent out uchungu. Ni jambo la kiroho. Maandiko yanasema wakamuombolezea. Ila tunakuwekea mipaka, usijidhuru na kuongea yasiyofaa. Lakini mtu asipolia, mnamfanya alie miaka mingi zaidi. Maana wote mtakapoondoka kibaki peke yake, kama Yesu anavyosema, sasa ndio anaanza kusikia uchungu. Ndio maana wengine wanalia miaka 3 au 4 zaidi, maana wakati wa msiba hawakuruhusiwa kulia. Inaongea na mtu hapo. Na wengine hapa naambiwa miaka 10 imewachukua, kwa sababu nyewe mnakuja viongozi, usilie mama Seli, na wewe namna gani? Yule ni mwinjilisti, amekwenda mbinguni. Mimi sifundishi nisio kipitia. Mimi walikuwa wananiita samani nyumbani. Sijui kama nitakuwa nimeongea vizuri. Kwa Kiswahili walikuwa nasema fimbo ya baba. Kwa sababu mimi nilikuwa mzaliwa wa mwisho na baba alinipenda sana. Nilikuwa na mapenzi sana ya baba na mama. Na mimi nimezaliwa nimekuta mengine wacha nitasema siku nyingine. Lakini nilipata kibali sana kwa baba na mama. Alipofariki baba, nimeanza kulia, wakaja wazee fulani sasa. We, ndio nini unalialia? Samani simtikise sana mkurugenzi wangu wa jimbo, alafu akasema naumwa bega sana. Wakanikemea. We, ndio nini kulialia namna hiyo? Sisi baba zako tupo. Wewe hujui kama sisi tuko na babako? Kwani unalialia? Acha kabisa. Baba ameenda mbinguni, mzee wetu. Sisi tupo. Baba zako tupo. Tutakaa na wewe. Unaulia. Wewe umeokoka tena mwinjilisti, unahubiri huko, unafanya kazi kwa Bwana amekubariki, unalia. Nikawa naogopa sasa kulia. Akija mtu anajifanya unacheka. Lakini ndani kuna tokotea. Niwaambie madhara niliyopata. Niliendelea kuota ndoto za kuwepo kwa baba kwa miaka mingi. Yaani siku nyingine najiona tuko na baba tunatembea. Siku nyingine kwa sababu siku vent out, ile nafasi yake bado ilikuwa inasema. Paka nimeingia kwenye psychology, nimeingia kwenye nafanya masters, baadaye niko South Africa ile miaka 8 ndio naanza kusoma psychology. Naambiwa kama mtu akipata jambo la msiba, anapolia msimamie, asilie vibaya, lakini acha alie, atoe uchungu. Alafu akinyamaza, ndio maana wengine mnawakosoa, akilia sana ametoa uchungu wote, anaridhika kule ndani, kunamwambia sasa kweli mwenzako ameondoka. Utamwona sasa, basi baba, mapenzi ya Mungu yatimie. Akifika hapo, yeye amesema mwenyewe, utakuta na nguvu. Anaangalia hata mwili sasa unauma kibinadamu, lakini uchungu ule unaokaga sana na kuongoza watu vibaya umeshatoka wote. Kwa hata msiwahukumu watu, nasema kuti alinganile, unafikiri alimpenda sana? Yaani amepita amemwangalia tu. Wewe mama, acheni kuhukumu watu kwenye misiba. Maana kuna wengine wanaangalia, tusubiri anapopita mwenyewe, tusubiri. Wanataka ufike pale mpaka ujiangushe. Wasema kwa kweli alimpenda. Acheni hiyo. Watu wakiruhusu kutoa uchungu wao wote umekwisha kabisa. Sasa inabaki huzuni ya kibinadamu kwamba nitakosa kampani yake. Alikuwa ni mtu wa muhimu, nitamkosa. Lakini ule uchungu wa kusema kwa nini imetokea, anakuwa amesha accept kwamba hili jambo limetokea. Ninawaombeni tena, jifunzeni kusimama na Bwana na kumwangalia Bwana wakati wote. La mwisho. Jambo la 4 nimeshalitaja. Unapokuwa nimelitaja na kusomea tu kwa sababu nilitaja kwenye maelezo. Nilikimbiza nikaunganisha kwa pamoja. Jambo la 3 nimekwambia upweke.
ni jambo la kawaida kukutana nalo wakati wa majaribu. Lakini la 4 ni kwamba unapokuwa peke yako, tambua uwepo wa Bwana uko pamoja nawe. Kwa hiyo hauko peke yako. Si Yesu amesema mtaniacha peke yangu, lakini siko peke yangu, Baba yuko pamoja nami. Nataka nikwambie katikati ya majaribu yako yote, Bwana yuko pamoja nawe. Lakini la 5, katikati ya majaribu yote, jifunze kujipa moyo. Jifunze kujipa moyo. Kuna mahali ambapo unaweza ukafika, hakuna atakayekutia moyo. Mume anaweza asikutie moyo. Kama ni mwanaume, mke anaweza asikutie moyo. Na wewe saa nyingine sio makusudi. Niwahi kumsikia mtu mmoja, nimefiwa na kakangu, alafu wewe mke wangu hulia hata machozi utoe. Unakuwa kama na wewe usuku. Sasa sikilizeni, ni majaribu. Kama ni jaribu lako Mwashambo, acha kulaumu mawifi za wale mashemeji zako. Yaani mimi babangu kabisa amelala, nilikuwa namwangalia mama hapa macho makavu. Sasa jamani, wengine hawana machozi mepesi. Halo. Au nakosea kina mama? Wote mna machozi mengi nyinyi. Wako wa mama mwingine analia tu ni sauti. Utafikia Natania, hivi ndio analia. Na mimi kwenye misiba nimeiona. Kama mimi natoka mahali ambako misiba iko juu sana. Babangu alitulilia siku 90, miezi 3. Watu hawaishi pale. Wanakuja, wanarudi, wanakuja. Nikaona mpaka inachosha. Wanyakyusa wana staili ya ajabu sana. Sisi tumeanza kulia tangu siku ya kwanza ya msiba, ya 3, ya 4, ya 5, mzee ameenda kuzikwa kule, tumerudi, tunalia. Sasa wao hawakuwepo, wanatoka huko mbali, wametoka huko Tukuyu kijijini huko Kera wapi. Staili ya Mbeya ni tofauti sana. Tunakula ugali pale, tumesha sahau, mwezi umeshapita. Wanakuja, afuile kameta, afuile tata huitu, alafu anajiangusha chini Sasa mlikuwa mnakula, mna chakula, inabidi na nyie mila yetu nasema mtu akija kilia na wewe ulie. Na unaanza pale. Alafu angalieni sasa. Akilia tu hapo anapasha kama dakika 20. Ndaga fijo, ndaga. Poleni sana. Mulile asante sana. Amina. Sisi hatukai sana. Kande ziko wapi? Kuna nani tena? Katwa Mungu je. Mnaopakulia wanaanza kula nini? Mnapokea walivyoleta. Sasa nyie mnafanya mara ngapi? Sitafanya mara ngapi hiyo? Paka mbavu zinauma. Mwisho unachukia ukiona watu wanakuja pale geti unasema wamesha kuja. Kama tulikuwa tunakula sisi tunabeba chakula sasa. Twende mwache mama. Maana mama ndio alibaki. Tunakula pale tunabadilisha ndio unajifanya na unakuja. Amekwelia kweli mzee ameondoka. Anakukumbatia. Dakika 10 amekuacha, wanakuja wengine. Tutafika mpaka watu wetu. Halo. Jifunze kujitia moyo mwenyewe katika jina la Yesu. Baadaye tukajitia moyo wenyewe. Sasa mtu anakuja pale analia, na sisi tunamwangalia, ameondoka. Yule baba alinilipia ada, yule baba alikuwa mzuri, alikuwa mpona. Sasa hata wazuri wanaenda kwa Yesu, ndio hivyo. Mwenyewe ameamua. Tunaendelea, kuna chai, niongezee chai. Haleluya. Jifunze kujitia moyo mwenyewe. Pokea neema ya kujitia moyo katikati ya majaribu yako. Naongea na watu hapa sasa. Hata kama kuna jambo limechelewa kukufikia, watu wanakuzomea, watu wanakucheka, wanasema unaishi nyumba ile ile, hauna maendeleo makubwa. Nimekuja kukutia moyo katika jina la Yesu. Ujitie moyo mwenyewe. Ukisubiri watu wakutie moyo, kwa maana uko katikati ya majaribu, utashangaa na wao wanasubiri watiwe moyo. Kwa mtabaki mnangojeana nani utamtia moyo. Kumbe naye ana ya kwake. Anaponana wewe anasema hajasikia kama nimefiwa, hajasikia kama nina shida hii, hajasikia kama. Sikiliza, jifunze kujitia moyo mwenyewe.
hata wakwambie hilo libaya, sijui likoje, ni mwanamke lilokole peke yake kwenye ukoo anajifanya anampenda Mungu sana. Wewe hujifanyi, ila unampenda Mungu sana, na mbingu inafahamu. Pokea neema ya kuinuliwa na Bwana na kujitia moyo katikati ya majaribu yote. Na niwaambie maneno mengine magumu yanaweza katoka kwa watumishi, na mimi nimekuja kuambia leo kwamba inawezekana kabisa hata mtumishi akakosea akakuvunja moyo. Sio shetani, ni kipindi chako. Mwangalieni mwanamke mwenzenu wa imani anaitwa Ana. Ana anapokaa hekaluni, mwaka wa kwanza hajapokea, mwaka wa pili hajapokea, mwaka wa tatu hajapokea, mwaka wa 4 hajapata mtoto, mwaka wa 5 hajapata mtoto, bado amejifunza kusimama peke yake kwa uaminifu. Mwaka wa 5 ukafika, mwaka wa 6 ukafika, na wa 7 ingekuwa ni sabato kwake, lazima apate, nayo hakupata. Historia inatuambia mwaka wa 8 ndiyo kuhani asiye na bwana, neno ni adimu, naye kampungukia Bwana, anaingia kama mlango wa kichungaji, alafu akawa anakuja tu mchungaji, alafu we Ana, we mbona unalewalewa asubuhi? Wewe unalewalewa sasa hivi. Angalia alivyo na adabu. Na ongea na mtu kwenye ulimwengu wa roho. Hata kama watu hawajui mapito yako, simama kwa adabu mbele ya watumishi wa Mungu, usiwakosoe. Baba mwangalizi ni ajabu. Ana anaona kabisa mzee Eli yuko nje ya track, hayuko na Mungu, wala haelewi kinachotokea. Anachosema sio, matamko yake sio. Hakusema mimi na hama kanisa. Nimekuja kukwambia acha kuhamahama makanisa, tulia mpaka kieleweke, mpaka Bwana kutokea katika jina la Yesu. Napenda kile kilichotokea pale. Akamwambia, baba, mtumwa wako hajalewa kama ni ile haja ya moyo, ameumimina moyo huu kwa sababu ya haja, hitaji lile la mtoto, kwa maneno mengine, ndio limenileta hapa. Halafu angalia na kufundisha pia kitu kingine. Mambo mengine si kwa kuomba sana na kufunga sana, no. Mengine anangoja tu tamko la kinabii la kiti halali. Yaani hata kama mchungaji wako haombi, hafungagi, hafanyi nini, bado tamko lake ndio litakufungua. Miaka yote ile 8 hatujui aliomba na watu wangapi. Pengine aliingia kwenye vikundi hiki akaenda hiki, mniombee, haikutokea. Mungu ni Mungu wa kanuni. God is God of principles. Mungu hafanyi anyhow, hafanyi kivyovyote. No, Mungu ni Mungu wa kanuni. Akasema nimemweka yule, hata kama amerudi nyuma, tamko lake ndio litakalo kusaidia. Halafu Eli bwana ni ajabu sana. Akasema kumbe haujalewa. Ni haja tu ya mtoto. Watu wengine jamani, Eli hakuomba, hakufunga. Maana nimeshangaa wengine kina mama nasema mtumishi mwenyewe hata hajafunga kile anasema itanitokea. Nyie msifungishe wachungaji wenu. Mungu anajua ratiba zao. Sinitikia amina. Angalia kwa Eli kilichotokea. Jamaa kaja hapa, Eli akasema, kumbe basi. Neno dogo sana aliyosema kwenye kitabu cha Samueli. Eli akasema, basi Bwana akupe haja ya moyo wako. Kwisha. Amemaliza Eli. Network ilikuwa imekatika, lakini mwenye hitaji, mwenye jaribu kaiunganisha network ya kwake na mchungaji, ikakaa sawa, akapeleka Eli kwa Bwana, akasema, na Bwana kutane na haja ya moyo wako. Na mimi nimekuja kwa neno la Bwana mchana wa leo. Bwana kutane na haja ya moyo wako kwa jina la Yesu. Mungu aliye mwaminifu, Mungu aliyemtokea Samuel, Mungu aliyemtokea Ayubu kwenye mapito yake, Mungu aliyesimama na Daniel, Mungu aliyemvusha Shadrach, Meshach na Abednego katikati ya tundu la simba, akutokee na wewe katika jina la Yesu leo. Simama katika zamu yako na jitie moyo. Sema, kama sio leo inakuja na ya kwangu. Kama sio leo inakuja na ya kwangu. Na wengine nawaambia hapa kinabii kabisa, wengine miujiza yenu itakuwa ni mikubwa kuliko ya watu waliowatangulia katika jina la Yesu. Watoto wengi waliozaliwa wakati wa Samuel na kwa mke kwa Penina na nini, hawana historia yote kwenye Biblia. Lakini angalia mtoto aliyekuja kwa mapito.
na maombi mengi na dhiki nyingi, na mama Ana akajifunza kusimama peke yake, anazomewa mpaka mume wake anamwambia ninakupa mara 2 ya wengine ili kukufariji. Faraja ya mwanadamu kuna mahali haiendi popote. Tunahitaji mkono wa Mungu uingie kati na kuombea mchana leo katika jina la Yesu. Bwana kwa mkono wake akutokee katikati ya maisha yako. Simama ujitie nguvu. Muda wangu umekwisha, nataka kuwa mwaminifu. Simama mahali ulipo. Simama mahali ulipo. Simama mahali ulipo. Nilisema naweka msingi tu. Jifunze kujitia moyo. La 6 kama unaandika andika. Ushindi wako upo. Ushindi wako upo. Asante Baba mwangalizi. Neno lako, hitimisho lako limethibitisha ushindi wako upo. Hata kama unapita kwenye majaribu, katikati ya mambo magumu, umetetwa, umesemwa vibaya, na mimi nawaombeni msiwahukumu wachungaji, na wao ni wanadamu kama yeye. Wakati mwingine wanaweza kukosea kusema, usishikilie mchungaji mwenyewe amenivunja moyo, mchungaji mwenyewe amenivunja moyo, mimi naondoka mchungaji. No, ukijifunza kusimama na Bwana peke yako hautalaumu watu. Iko hekima Mungu atakupa, atakutia nguvu, utasimama tena na kusonga mbele. Ninakuombea tena katika jina la Yesu kwamba ushindi wako upo. Kuna kitu kimekolapsi, kuna kitu kimedondoka chini, kuna kitu hakiendi vizuri. Nataka nikwambie ushindi wako bado upo katika jina la Yesu. Kuna kitu Mungu atafanya. Inua mkono wako. Inua mkono wako juu. Na kuombea Mungu leo akupe stamina. Akupe stamina. Stamina ni nguvu ya ndani. Nguvu ya ndani ambayo haitegemei watu nje wanasema nini. Ukiwa na nguvu ya ndani, hata kama watu wanazomea, hata kama kwenye kwaya wamesema nini, kwenye chama cha wanawake wamesema nini, majirani wamesema nini, watu waliokutangulia hawaja kuelewa, wacha wasikuelewe, lakini mbingu inakuelewa. Jipe moyo katika jina la Yesu. Ushindi upo, ushindi upo. Mimi nauona ushindi mkubwa kwa wanawake wengi. Ninauona ushindi mkubwa kwa jina la Yesu. Usikate tamaa. Usivunjwe moyo na maneno ya washirika, na maneno ya washirika wenzako, maneno ya viongozi wenzako. Usivunjwe moyo. Aliyekuita ni Mungu wewe. Mwanadamu hata kulipa. Wako wengine wanakuhukumu kwa makosa yako ya zamani. Hawajui ramani yako na Mungu ikoje. Ulipitia yale makosa ili Mungu akufundishe, lakini sasa akili zako zimepevuka. Songa mbele katika jina la Yesu. Usikubali mtu akuvunje moyo. Pengine uko hapa hata ulikuwa umepunguza bidii zako. Ulikuwa na bidii kubwa katika kazi ya Mungu. Ulikuwa unajitoa sana, lakini unasema ni waache. Sikiliza, alichokupa wewe Mungu, mwingine akitaka kuigiza hatafika mbali. Ninakuomba kwa unyenyekevu mbele za Bwana, rudi tena mahali pako, rudi tena kwenye nafasi yako. Umesemwa vibaya, ni jaribu lako tu, lakini iko neema ya Bwana itakusaidia tena. Ninakuita katika ulimwengu wa roho, Bwana kusimamishe tena. Pengine ulikuwa unaenda kwa sababu mko wengi, unaona kama wameshikamana nao, umesikia mambo ya kukuvunja moyo, sasa umekata tamaa. Wamekwambia unajionyesha, wamekwambia unaringa, wamekwambia ni maskini, wamekwambia tutaona utafika wapi. Bwana amenipa neno hili nikwambie, Bwana atakufikisha mbali kuliko matazamio yao. Bwana atakufikisha mbali kuliko matazamio yao. Bwana atakufikisha mbali kuliko matarajio yao. Usiogope mama, usiogope. Ninauona mkono wa Mungu ulio hodari ukikushika.
Bwana atakuvusha hata kwenye hili unalopitia sasa. Bwana atakuvusha, usiogope katika jina la Yesu. Mbingu iko tayari kukusaidia. Mungu ana mipango mizuri ya kukusaidia. Unasikia kama ukame? Hapana, ni kipindi tu, ni kipindi tu, ni kipindi tu. Kitapita, kitapita, kitapita. Mema ya Bwana aliyokusudia uyapate yanakuja mbele yako katika jina la Yesu. Usikate tamaa katika jina la Yesu. Ukiwa umeweka mikono yako juu, nimwombe katibu wa section, nisimsumbue baba mwangalizi, ametuombea na kuhubiri sana. Atatuombea neema ya Bwana iweze kukusaidia mahali ulipo, in the name of Jesus. Omba pamoja na mimi maombi haya. Sema, Bwana, ninakushukuru kwa neno lako. Umenifundisha nijifunze jinsi ya kusimama peke yangu katikati ya majaribu, nikikutazama wewe. Haijalishi tuko wangapi, shule inayonihusu mimi, majaribu yanayonihusu mimi, ni lazima nikuangalie wewe, nipambane nayo, maana ushindi ni lazima. Asante Bwana kwa kuwa umenisikia, na kuanzia sasa naomba Bwana unitie nguvu mpya za kusimama tena katika neema yako, nikutumikie kwa nguvu zangu zote, kwa akili zangu zote, kwa moyo wangu wote, kwa roho yangu yote na maisha yangu yote. Asante Bwana kwa kuwa umenisikia. Weka mkono wako kifuani sasa, na mchungaji atamshukuru Bwana kwa ajili yako.